Sometimes watu hupenda kusema life is not overnight process change. Life is a strategy. Life is a process. Lakini muda mwingine sio wahenga tu ambao tunawapinga, lakini pia hata hawa wisdom tellers watu tunawapinga kwa njia zetu ambazo tunataka sisi. Bwana, katika historia ya mpira iko historia ya jamaa ambaye alikuja kufanya mabadiliko makubwa sana kwa kila vilabu ambavyo alikuwa akipita. Wengi tumemjua katika miaka yake ya 30, 40 akiwa a team manager, lakini wengi tunaweza tusimjue alitokea wapi hadi akawa team manager. Na hapa ndio inakuja theory ya kwamba a life can change overnight, kwamba unaweza ukalala maskini na ukaamka tajiri. Watu wengi tunamjua Jurgen Klopp. Jurgen Klopp kama manager wa Liverpool, Jurgen Klopp kama manager wa Borussia Dortmund. Na katika timu zote zilizopita alipata mafanikio makubwa, hasa kwa kuacha mataji na kubeba vikombe vingi. Je, unajua kwamba Jurgen Klopp alikuwa kocha just through overnight change? Yani alilala mchezaji akaamka coach. Leo katika Sport Workout nimekueleza kinaga naga ilikuwaje, jinsi gani Jurgen Klopp alikuwa kocha just through overnight process. Pare mpe hapa. Yes, ni kama nilivyosema mwanzo, wengi tumemjua Jurgen Klopp katika his 40s, his 30s akiwa ni tayari manager wa vilabu mbalimbali. Lakini je, historia ya Klopp unaijua kabla hajawa manager? Kwa kizazi cha sasa jibu itakuwa hapana, lakini kwa wahenga wazee wa miaka ya 90, 80 watakuwa wanamjua Klopp kama mchezaji. Na ipo kauli inayosema every successful manager was once a player, na ni taratibu kubwa hata katika nchi za wenzetu. Wachambuzi wa mpira mara nyingi kutoka kuwa wachezaji ndipo kuja kuwa wachambuzi, kwamba wanauelewa mpira ndani ya uwanja na hata akija nje ya uwanja wanajua jinsi ya kuelezea kinaga ubaga. Ndivyo ilivyokuwa kwa Jurgen Klopp. Katika timu ya Mainz 05 ilikuwa ikishiriki Bundesliga 2, ilikuwa ni ligi ya daraja la pili kabla ya kupanda katika Bundesliga yenyewe. Hii ligi kuu ambayo wengi tunaijua. Hapo ndipo Klopp alikuwa akicheza kama mchezaji, akitumikia jezi namba 8 kama center forward, kiungo mshambuliaji kwa lugha mama. Na Klopp alikuwa ni mchezaji mwenye mafanikio kiasi, sababu timu yake walikuwa wakijaribu kuipambania iweze kupanda katika ligi kuu ya Ujerumani, ngali bado ilikuwa katika ligi ya pili kabla ya ligi kuu, ikimaanisha Bundesliga 2. Kwa hiyo Klopp yeye hadi kuwa coach through overnight process ilihitaji nguvu za ziada na watu mbalimbali. Na katika historia hii tutamgusia mtu aliyeitwa Christopher Hiker. Chris Hiker, huyu jamaa amechangia katika 80% za Klopp, kwa Klopp huyu tunayemwona hii leo. Utaniuliza kwa nini? Okay, iko hivi. Chris Hiker alikuwa ni car dealer, alikuwa na yadi yake ya magari, alijishughulisha na kuuza magari yanayotoka Korea kuja kuuza German, na magari ambayo kutoka German kuyauza kwa watu wa pale German. So after work alikuwa na sport project, na ukiachana project zote ambazo kwa akiziongoza Christopher Hiker, project moja hapo ilikuwa ni manager wa Mainz 05. So yeye kama manager wa Mainz 05 over 10 decades, baada ya kipindi cha miaka 10
alikuwa frustrated na matokeo ya Maize 05 na ilifikia kipindi ambacho Maize walitaka tena kushuka daraja kutoka Bundesliga 2 kwenda chini zaidi, na hapo ndipo alikuwa so much frustrated kutokana na matokeo ya Maize 05. Lakini kipindi kimoja ambacho ndo fate ilikuja kudecide ilikuwa hivi. Story kamili inaanzia hapa. Mechi moja Maize 05 walipoteza 3-1 na Jurgen Klopp alikuwa ndani ya uwanja. Hakumaliza mechi ile, akatoka. Mechi ile ikaisha 3-1, na baada ya mechi 4 zijazo walikuwa delegated kwamba anaenda kushuka daraja kutoka Bundesliga 2 na ligi ya chini zaidi. So walikuwa wenyewe frustrated, wachezaji frustrated, coach frustrated, manager. Lakini mechi ilivyoisha, wakati wanarudi, walikuwa na utaratibu wa mini camp. Mini camp ni ile camp inafanyika 2 days au 1 day before the game. Wachezaji wanaielewa hii. So baada ya game walikuwa na game next week Jumatano ambao watakuwa wacheze na Duisburg. So coach akamwambia kwa kuwa kuna mini camp mtahitaji mkae mtulie katika quarters zenu, hakuna kwenda nyumbani, and I have one question, whether you are with me or not. Ndio mama ni kwamba alikuwa anataka kujua kwamba wako na kocha bado au ni vipi, kocha amue nini, sababu anaona timu na perform vibaya. So akamwambia pateni bia 2-3, then baadaye tarudi nipigieni. Wakapata bia zao pale, and katika decision zao ambazo walifanya wakasema hamtaki coach. Yeah, hawatambaki coach, hamtaki coach, wanataka baishwe coach, aje coach mwingine. Coach alivyorudi, na bila kusahau walivyokubaliana hayo, walitaka present jibu lao kwa coach Jurgen Klopp. So coach alivyorudi, Klopp coach amekaa pale akamwambia so manager, you were asked and no. Yeah, kwa lugha nyepesi kwamba uliuliza, je, tunataka uendelee kubaki na sisi, je tutakupa support, lakini sisi tumesema hapana, imetosha, hatuwezi kukupa support tena. Yani hawamtaki coach. So akaondoka kwa hasira na akafunga mlango, akamwambia kesho saa 9 mazoezi. And wakabaki wanacheka, like ni kitu cha ajabu alichofanya hapo, lakini ndivyo hivyo walikuwa mtaki coach. Wanaona mbinu zake tayari zimeshapitwa, wale wanashinda mechi au mwelewe. So coach akaenda kuongea na manager Haika, amwambia bwana Haika, inabidi tufukuze wachezaji wote wa zamani, tuanze kudili na wachezaji wadogo. Chukua wachezaji katika academy ya Maize, wafundishe, tafute product mpya. Maize wachezaji wa zamani hapa. Na Jurgen Klopp alikuwa ni mmoja wa wachezaji wa zamani. Uweze mimi hapo. So Haika alikuwa na tough decision to make, whether to choose the player side or to choose the coach side. But at the end of the day, Haika akaamua kuondoka na wachezaji wengi wake. Coach akafukuzwa, wachezaji wakabaki. Ikabaki mtihani sasa kwa Haika, nitapata wapi coach kuja kureplace nafasi ya coach huyo anaondoka, kuja kufanya Maize tutoke hapa tulipo twende juu zaidi. Through patience, through search, magazeti mbalimbali ya Uingereza, magazeti mbalimbali ya Ulaya, kuna coach aliyepatikana kuja kufit nafasi ile. And still game ilikuwa Jumatano, hadi leo tuna coach. So Haika akaja tunawazo like, can you do it? Ilikuwa ni straight question to Jurgen Klopp. Unaweza ukawa coach? Yaani unaweza kufikiria manager aje amuulize mchezaji wa timu yako, let's say like Engineer Harris and Yanga pale, akamuulize Bakari Nondo Mamnyeto, unaweza ukawa coach? And Bakari said yes.
that it was for Jurgen Klopp. Kwamba unaweza kuwa coach kabia, yes but I don't play. Kwamba nitakuwa coach lakini sitaki kucheza. Kama nitakuwa coach nitaka ni coach, naweza kuwa coach. And it was, wachezaji wenzake walizani kama utani, hata waandishi wa habari walizani kama ni strategic prank, lakini ndio ilikuwa hivyo. Jurgen Klopp akaanza coach. Game ya kwanza Jumatano wakaenda uwanjani dhidi ya Leicester. Game imeendelea, ukosa chance. Hatimaye Mungu si athmani, Maze wakaibuka na ushindi wa 1-0. 1-0. Jurgen Klopp from the player to the coach. That's the fun. And the first match anapata ushindi kama coach wa Maze. So it was like wow. But still the searching for the coach haiko stop. Wakaendelea kusearch coach. Nani atakuja kufiti nafasi? Game iliyofuata Jurgen Klopp kwenye bench, wameshinda Maze. Nani? Game iliyofuata Jurgen Klopp on the bench, wameshinda bench. Nani? Game nne mfululizo Jurgen Klopp on the bench, wameshinda bench. And ikafika mahali haikakakaa. And like, why are we still search for the coach? Why? Jurgen is still winning the match. Unaweza kujiuliza sasa, tunatafuta coach gani wakati ndiye naye bado anaendelea kushinda match? So it was like that. Jurgen Klopp from a player, a coach, just overnight process. From Maze kutoka Bundesliga 2 hadi Bundesliga, ligi kuu Ujerumani. From Maze to Borussia Dortmund, kutoa taji la Bundesliga Borussia Dortmund. From Borussia Dortmund to Liverpool, kutoa mataji akiwa Liverpool, UEFA, FA, Premier League. And that was the status of Jurgen Klopp. So unaweza kuona mafanikio yanaweza yakaja through overnight process. Sio kusema kwamba life is a process, you have to go there, go here. Na kama tunapopinga wahenga, hata Aristoteles tunaweza tukawapinga, lakini isipokuwa vibaya. Hii inayoongea ni story, and story can be pranked. Hauwezi ukafake story. Story is the natural occasion. Story haitengenezwi tu, vingine vinatokea naturally, vingine vinakuwa ni fate. Kwa hiyo sio wajisikie wengine. Kuna wengi sasa hivi timu nyingi zinahangaika na coach, na timu zingine zinakuwa na coach watatu kwa season moja. Timu nyingine sasa hivi ndio ina coach watatu nusu season, hata tumemaliza mwaka tayari washapata coaches watatu. So sisemi kwamba ndo team manager uende ukamtafuta mchezaji mwambie awe coach wa timu yako, no. Vitu vingine ni fate, and fate can't be pranked, fate can be fake. Fate is something which is there, just wait for the right time to happen. Ndio story ya Klopp, na jinsi gani alikuwa coach na jinsi gani amesumbua sana soka hasa pale EPL England akiwa na Liverpool. And it is what it is. Bana, ulikuwa na mimi Mpahari Mweupe, and kwenye Sport Talk kati ya leo kwa kupatia story fupi on how Jurgen Klopp become a coach. Bana, this is Sport Talk. Ndiache kuendelea kufollow, subscribe channel yetu, kufuatilia support just projects. Siache ku like and leave the comment. Tuendelea kuachia vingi mbalimbali. Bwana, shara.